Kwa ujumla hali iko katika hali ya utulivu, hali ni shwari. Tunashuhudia watu wakiwa bado wameendelea kuwa katika hali ya utulivu katika miji yetu yote, Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Geita, kote miji yote mikubwa kwa kweli kumetulia, Dodoma kote kumetulia kabisa. Sisi hatujazuia mtu kutoka na watu wanatembea, hata nimepita kidogo huko, watu wanakaguliwa. Kwa nini? Kukaguliwa si utaratibu wa kawaida tu. Kuna duniani mahali ambapo watu hawakaguliwi. Hapa Bonn tunatembea tu huru kabisa, huulizwi njiani kitambulisho chako kiko wapi. Inapofikia hali ya kuulizwa kitambulisho chako kiko wapi, maana yake ni kwamba nchi iko katika wasiwasi na mashaka. Wasiwasi wa maandamano. Unajulikana mbona? Na kwa hiyo hata maswali yanakuuliza unakwenda wapi, unaenda wapi, kama ukishajieleza una kitambulisho chako unaendelea na shughuli zako. Hawa waliopanga maandamano wamesikika wakisema kwamba haya sio maandamano siku moja, maana yake ni maandamano endelevu. Wanapoamua kwamba wataandamana kesho au kesho kutwa, hali itaendelea kuwa hivi ya kuwepo vikosi vya usalama katika mitaa na miji ya Tanzania. Sisi jukumu la ulinzi ni la siku zote, na hata kama umeweza kuona kwa muda mrefu tangu tulipopata matatizo ya tarehe 29 mwezi Oktoba, tulikuwa katika mazingira ya kuhakikisha kwamba raia wanakuwa salama na wananchi wanafanya kazi zao kwa amani. Lakini hawa wanaohamasisha maandamano wanapenda kutaja siku ya kufanya hivyo. Walipoitaja Disemba 9, ilibidi na sisi tuweze kujiandaa vizuri zaidi kuhakikisha kwamba wananchi kwanza wanapata ufahamu na uelewa juu ya umuhimu wa kulinda amani na usalama wao. Watanzania wanaweza wakajivunia nini katika miaka 64 ya uhuru? Kwanza ni mafanikio ya maendeleo ambayo tumeyafikia. Mafanikio ni makubwa sana. Tuna treni ya umeme sasa, tunaelekea Dodoma, tunaanza kwenda Mwanza na tunaanza kwenda kwa nchi za magharibi kwa wenzetu huko Kongo, Rwanda, Burundi. Tunataka kwenda kuunganisha huko. Tanzania imebadilika. Tanzania iko angani, tuna ndege za kutosha, utalii umefunguka, mambo ni mazuri.